sanaa ambavyo vinakuwa tuseme vinakuwa vinaimba nyimbo. Kwa mfano kama hivi mtu hataki kuelewa, na wanafunzi ni wabishi, ukiwaelezea kwa kawaida hivyo hawasikilizi, lakini akisikia nyimbo inapigwa anasema hapo kuna kitu, lazima asikize nyimbo, na ile nyimbo ndani yake inakuwa imebeba ujumbe kwamba tutunze mazingira. Pointi ya 3, kupanda miti mashuleni na majumbani, na hii ni mojawapo ya kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Kupanda miti mashuleni, mfano sio wanafunzi mashuleni kwetu, asilimia kubwa sisi tunaosoma sekondari kuna miti. Yaani ukiwa unakaa eneo lenye miti, hata siku ambapo utamaliza shule utafika kwako utakuwa unaona kupanda miti kitu cha msingi. Wapo utakuwa umetimiza ile kusudi la kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Pointi ya 4, kusafisha mazingira, mfano kutoa chupa za plastiki kwenye vyanzo vya maji. Na hii tena ni mojawapo ya njia ya kufanya mabadiliko ya kutatua kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano kwenye mito watu wanaumwa kwa sababu ya hizi chupa za plastiki, lakini tukikusanya, tukikaa kama kijiji fulani, mkaamua siku moja, kwa sababu kuna chupa mvua wakati zinanyesha zinakuwa zinaingia mtoni, tukajikusanya tukaenda mtoni tukatoa zile chupa, tunakuwa tumefanya mabadiliko, tunakuwa hata tumezuia magonjwa. Tunasikilizana? Ya 5, kuunda kamati zitakazosimamia utunzaji wa mazingira, na hii tena ni mojawapo ya njia ambazo zitafanya kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Kuunda kamati ambazo zitasimamia utunzaji wa mazingira mashuleni, mfano wanakuwa na viongozi wakawa wanahimiza wanafunzi kuhusu utunzaji wa mazingira, na hii inaweza kusababisha hata kama wakielezea kiongozi akaelezea kuhusu utunzaji wa mazingira, akasema kuna faida nyingi. Kwa mfano tukipanda miti tunaweza tukasababisha kuongezeka kwa mvua, kiwango cha mvua, lakini tusipotunza mazingira, kwa mfano tukakata miti, panaweza pakatokea ukame. Kwa hapo ukishaunda kamati kama hiyo, unakuwa tayari ushatatua matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndio ya 6, kuanzisha zana ya matumizi ya nishati safi, mabano mkaa mbadala na gesi. Na hii tena ni njia ya kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Ukishaanzisha zana ya kutumia nishati safi, ambayo sasa hivi hata rais wetu Samia Suluhu Hassan ashaanzisha mpango wa kutumia nishati safi. Kwa hapo tukiwa tunatumia nishati safi, tunaondokana tena ile hali ya kwenda kukata miti eti kwa ajili ya kujitafutia mkaa. Kwa hiyo wakishatoa zana, tukitoa elimu ya kutoa zana ya matumizi ya nishati safi, hapo tunakuwa tumefanyaje? Tumepunguza angalau hata kijijini. Kwa mfano kama unaletea gesi, ukatoa mitungi ya gesi, kwa mfano mtungi wa gesi ukauza 20,000, ukawapa 20,000, baada ya 60 wakanunua, afu wajazishe ndani 10,000, akasema kwa sababu ni bei ndogo, kwa nini nisitumie hili baadaye kwa nini eti kukatakata? Wapo hapo ukishamhamasisha hivyo hapo amedhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Haya, nyingine kupata majarida mbalimbali kupitia redio, magazeti, TV, mitandao ya kijamii kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Na hii nayo ni njia ya kutatua mabadiliko ya tabia nchi. Ukiwa mfano unasikiliza redio, wanakuelekeza wewe kama kijana, wanakuelekeza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hii hapa ukiwa unasikiliza wasema kuna elimu fulani inayotoka kwenye redio, television, hata siku nyingine unapata
unajua kabisa kuoni hapa nataka nitunze mazingira kwa ajili ya dunia yangu ya kesho. Ya nane, ongezeko la teknolojia. Hiyo ongezeko la teknolojia yani ni sababu inayopelekea inayopelekea mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuna njia yake ya kutatua. Kwa mfano kama sasa hivi kuna viwanda vingi ambavyo viwanda vinatoa ule moshi mzito unaenda kukanda kwenye tabaka la ozoni. Mfano tukabuni njia kutokana na hii njia ya ongezeko la teknolojia, kutumia teknolojia tukabuni njia ambayo vile viwanda ile gesi ambayo vile moshi utakaotoa unataka kupanda juu, kuna namna unafanya kama unashuka ardhini. Hapo tunakuwa tumepunguza mabadiliko ya tabia nchi, hata tabaka la ozoni linakuwa limebakia salama, ambapo haitasababisha, kwa sababu lile pale ndio linalotulinda sisi, kwa sababu mnaliona ile jua ambalo ndio kama vile linatuchoma kidogo, lakini likishaharibika kule juu ule mwanga unakuwa yani ile jua linapiga direct kwa watu, ndio tunaanza kuungua. Asanteni. Natamani tupashie kabisa